Merry Christmas everybody. Heri ya Christmas ndugu zangu. Niko hapa kuwapa hongera. Kwanza kwa kuiona siku ya leo kwa sababu ni neema kwamba tuko hai na tunaishi. Lakini pia kukutumia salamu za Christmas. Na nataka niseme kitu kimoja. Dunia sasa hivi ipo kwenye agenda, na sio sasa, yani imeshakuwa kwenye agenda ya kumuondoa Kristo, ya kumuondoa Yesu kwenye Christmas. Kwa hiyo Christmas sasa hivi duniani kote ni kuhusu holiday. Ukishasema Christmas watu wanazungumza kuhusu holiday. Nataka niende Zanzibar, nataka niende Hawaii, nataka niende wapi, kuhusu vacation. Nataka ni celebrate with my family. Nataka labda niende kwenye dates, nataka labda nikale chakula kizuri, nataka basi nifanye hizi trip. Sasa Christmas sasa hivi imekuwa kuhusu hizi activities nyingi. Za kusafiri, za kudate, za kuoa, za nini. Hizi activities zote. Kwa nini? Kwa sababu dunia inamchukua Yesu, inamtoa kwenye Christmas, alafu inafanya Christmas iwe tu ni holiday. No. Ngoja nikwambie kitu. Christmas sio holiday. Christmas is all about Jesus. Christmas ni kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Je, ninaamini kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12? Hapana, hakuzaliwa tarehe hiyo. Hiyo ni tarehe ambayo watu walichagua kwamba to celebrate Christmas. It's okay. Najua kuna agenda nyingi, kuna maneno mengi behind it kwamba hii iko vile. Kwa watu wengi wanasema vitu vingi. Lakini cha msingi ni hichi ambacho natakiwa kukijua kwamba Christmas ni kuhusu Yesu kuzaliwa. Sasa, nikuulize swali hili kwamba je, kama Christmas ni kuhusu Yesu na una celebrate hii day, una celebrate Christmas, je, wewe una Yesu? Ndio swali la muhimu la kujiuliza. Kwa sababu Yesu ndio sababu ya hiyo Christmas. Kwa natamani tusisherekee tu kuhusu kuzaliwa kwa Yesu, ila natamani Yesu azaliwe pia mioyoni mwetu. Yaani unapo celebrate, unajua kwamba na celebrate kitu ninachokifahamu, kitu ninachohusiana nacho. Sasa dunia inajaribu kwa njia zote zile kubadilisha. Nadhani hata wewe mwenyewe pia unajua. Unasema this is holiday season. No, this is Jesus season. Na hii ndio message yangu kwako. Kama unanifuatilia, kama unanisikiliza, message yangu kwako ni kwamba Yesu azaliwe maishani mwako leo. Yesu azaliwe maishani mwako sasa. Na hii sio kuhusu dini, sizungumzii kuhusu dini. Hamna mahali nimetangaza udini hapa. Kwa sababu watu wengi sasa ukizungumza kuhusu Yesu wanasema umeshaanza kuingiza udini. Hamna. Sio kuhusu dini. Yesu sio dini. Yesu ni kubwa kuliko dini. Na hakuja kuleta dini. Hakuleta dini. Ni kuhusu mahusiano. Je, una mahusiano na huyu Yesu naye mcelebrate? Je, unafahamiana naye? Je, unapendana naye? Unatembea naye? Uko pamoja na yeye? Maisha yako, je, kile alichokuja kukifanya miaka 2000 iliyopita, zaidi ya miaka 2000 iliyopita msalabani kufa kwa ajili yako na kwa ajili ya mimi, je, unafahamiana naye? Biblia inasema kwenye scripture moja kwamba alituokoa na akatutoa katika ulimwengu wa giza na akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hicho ndicho Yesu alichokifanya alipokufa msalabani. Yaani alikuja akakutoa katika uharibifu, akakutoa katika mateso, akakutoa katika magonjwa, akakutoa katika dhiki, stress, pressure na kila kitu, hapo akakuhamisha akakupeleka kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa unaweza ukajiuliza, kama alifanya hivyo, kwa nini bado napitia vitu hivi? Kwa nini bado niko kwenye depression? Kwa nini bado nipo kwenye magonjwa? Kwa nini bado nipo kwenye shida? Kwa sababu hujamkaribisha moyoni mwako. Uponyaji ni haki yako. Kufunguliwa ni haki yako. Kukombolewa ni haki yako. Kuwa free ni haki yako. Nimezungumza juzi kuhusu freedom. Nini maana ya freedom? Unafahamu? This ni haki yako. Lakini only kama ukimruhusu Yesu aingie moyoni mwako. Ufunuo 3:20 nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye, nitaishi pamoja naye. Yesu sasa hivi ninapozungumza na wewe anapiga mlangoni. Kwa kama umfahamu, kama una mahusiano na yeye, ninakualika uwe katika mahusiano na huyo Yesu. Hautajutia. Na ukiokoka leo, maana yake wewe sasa umemwamini na unaanza kutembea naye. Wengi mmeona video zangu, wengi mmeona kila ninachokifanya. Lakini ngoja nikwambie kitu. Kila kitu nilichokifanya ni kwa sababu ya huyo Yesu. Mimi niliokoka wakati nikiwa na miaka 16. Na huyo Yesu hajawahi kuniangusha. Mimi nimemwangusha mara nyingi sana. Toka nimeokoka nimemwangusha mara nyingi, mara kibao. Ila yeye hajawahi kuniangusha na hajawahi kuniacha.
Hata nilipokuwa gerezani alikuwa pamoja na mimi. Sasa hivi niko ulayani, yuko pamoja na mimi. The matter of fact, amenikumbusha tu kusudi langu ni naendelee kupiga nalo hilo. Kwa sababu hilo ndilo kusudi, ni maisha nimesema. Na kupitia hilo ndio naishi. Yeye ndiye aliyenipa hilo kusudi na alifanya. Kama unapenda ujasiri wangu, kama unapenda ufahamu wangu, kama unapenda maneno yangu, ni kwa sababu ya Yesu, sio ujanja. Sio ujanja. Kama shule kuna watu wameenda shule nyingi kuliko mimi. Kama ni maneno kuna watu na maneno mazuri kuliko mimi. Mimi hata sizungumzi vizuri, kwanza nazungumza broken Swahili, broken English. Kwa hiyo kila kitu ni broken. Kama unakubali nini kuhusu, kama unakubali kuhusu akili, ni huyu Yesu ndiye aliyenibadilisha. Sina siri nyingine, sina namna nyingine. Siri ni Yesu. Juzi nimesema siri ya ukuu iko sirini. Sasa leo nitakwambia hiyo siri ni Yesu. Ni Yesu. Tatamani kuomba na yule ambaye anatamani ampokee Yesu sasa hivi, ili unapokwenda kucelebrate Christmas, ucelebrate huku ukijua Yesu yuko moyoni mwako. Sema, Bwana Yesu, nakushukuru. Nimekusikia na nimekuona kupitia Mika. Asante kwa kuwa unanipenda, nami natamani kuyatoa maisha yangu kwako. Nibadilishe, nitengeneze, nisamehe dhambi zangu, niuishe tena upya. Nifanye niwe mwana wa pendo lako tena. Ninakupokea, ninakupenda. Nisaidie nishinde dhambi. Nisaidie kuishi maisha matakatifu. Nisaidie kuliishi kusudi langu. Si tu kuliishi, kulijua na kuliishi kusudi langu. Nisaidie Yesu, nakupenda. Siku ya leo ninapokumbuka kuzaliwa kwako, naomba uzaliwe moyoni mwangu. Ninakukaribisha uzaliwe katika maisha yangu tena. Kuanzia sasa mimi nimeokoka. Kuanzia sasa mimi ni mwanafunzi wako. Mimi ni mtoto wako. Ninakupenda Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Kama umetamka maneno haya, niambie kwenye comment section. Niambie. Nitaendelea kuombea na tutaendelea kulitumikia kusudi la Mungu ambalo ametupa kuishi hapa duniani. Na kusudi la Mungu si tu kuhubiri Injili, ila kufanya hicho anachokifanya huku unafanya kama unafanya kwa Bwana na si kwa mwanadamu. Hilo ndio kusudi letu. Kwa hongera sana, kwa sababu sasa hautaenda tu kucelebrate Christmas, ila utasherekea Yesu kuzaliwa moyoni mwako. Sio tu Yesu kuzaliwa, ila Yesu amezaliwa moyoni mwako, utasherekea. Ninakupenda, ninakuombea. Niambia kwenye comment section, nitatamka jina lako na wewe pia uniombee, kwa sababu safari bado ni ndefu, kwanza ndio tumeanza, na Bwana atakubariki sana. Jamani, nawapenda. Mungu awabariki sana. Heri ya Christmas. Tarudi tena kwa ajili ya salamu za mwaka mpya. Barikiwe sana.